Mimi hili jambo, kwanza mimi kama nilivyoulizwa kwenye swali la awali, haya mambo mimi huwa na mara nyingi napuuza, mara nyingi. Lakini likizidi na likiwa linarudiwa kama binadamu na mimi na moyo ni nyama. Ndio maana hata mingine hao nimesema tiache yapite na nesame. Lakini jambo linarudiwa, unasisitiza, unaulizwa, unasema una ushahidi, ndoa yangu ingevunjika. Kama ningekuwa sipo, labda nimesafiri baada ya harusi, maana yake ningeanza kuuliza maswali. Lakini nipo, yani hata ile posti Zaya alikuwa ananionyesha, tumekaa na nadhani tunajiandaa kufuturu. Bana, unaona unachokiandika? Imagine mimi wiki nzima ile nipo nyumbani. Sijatoka, sijasafiri. Hasa kama ningekuwa sipo, tunataka kuvunja ndoa za watu ili iwe nini? Unaongea maneno mara si nitaoa mara hivi. Sasa nikaona hili jambo kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Nimekwenda mahakamani kushtaki. Nimewachia mawakili, wameshatoa demand notes ya siku 14, shindo tenda mahakamani. Yako mambo yanasameheka kirahisi tu kama haya mengine. Lakini kuna mengine yanayohusu brand ya watu, images za watu kibinadamu. Mimi ni balozi wa makampuni mengi sana, tena makubwa, yananilipa mafedha mengi, yanahitaji reputation yangu iwe salama kwa product zao. Yanamhitaji mke wangu ambaye sasa naye ni balozi wa taasisi nyingi awe na image nzuri katika jamii. Huwezi kulipa gharama ya kuharibu brand za watu. Sio sahihi. Kwa mimi sitaki kulizungumzia in details kwa sababu wakili ameshatimiza wajibu wake. Tusubiri 14 days kama hajajibu. Nimesikia juzi zimetumiwa na jamaa amesema hajapata demand notes. Nadhani alipost clouds. Amepata kwa sababu yeye aliombwa email, alisema amesafiri yuko Lindi, akaombwa email. Akatuma email yake na ikadeliver kwa advocate na tunayo. Kwa hiyo ameipata, na kwa taratibu za kimahakama wanaruhusu hii teknolojia ya kutumia email na nini kupeleka vitu kama hivi. Kwa hiyo ile ipo kisheria. Yeye anatakiwa tu wajibu au athibitishe. Kama hawezi kuomba radhi, atoe proof kwamba siku fulani alienda sehemu fulani. Hiyo atoe proof. Kama hawezi kuomba radhi, inahitaji mtu mwenye jasiri sana. Kusema samahani inahitaji ujasiri. Basi atoe proof. Akishatoa basi sitaona bwana. Uthibitishwe tu kwamba bwana kweli alienda siku fulani. Hawezi aombe radhi kisha aweke 1 billion na akitoa hii pesa 50% nitaipeleka yangu mimi, sio ya Zai. Maana Zai naye ana mgao wake. Yangu mimi 50% itarudi kwenu wanahabari katika mafunzo ya kiweledi na taaluma yenu. Taasisi gani tutaipeleka, lakini nataka nikusudie ije kwenu ili tusiwe na aina hii ya waandishi wanaoendelea kuongezeka nchi hii. Nimeahidi kabisa na Ramadhani ni shahidi. 50% ya mgao wangu utakwenda kwenu. 50% nyingine nitaambia Zai tafute mahali tukale kidogo nchi. Sawa? Haya. With 1 billion shillings. Shaelewa? Msamaha peke yake wakati ushafanya damage kubwa kwa familia yetu. Sisi tuna family, achana na brands. Tuna family. Huyu ana wazazi, ana wakwe. Yani lazima unaposema kitu ufikirie madhara, na unarudia mara utamsema huyu, mara kesho utamsema huyu, mara kesho utamsema huyu.
Mbona contents nyingi? Kwa lazima content iwe kusema mambo ya uongo dhidi ya watu? Ukiulizwa ushahidi huna. Content, unajua shida ya media ya Tanzania, hatuko creative. Tunakariri kwamba content hii ya umbea kusema watu tushakariri, basi kila mtu anaona ndio. Kuna contents nyingi ndugu zangu.